Haleluya. Watu wa Mungu, shukrani. Shukrani ndio ufunguo wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Shukrani ndio ufunguo wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Shukrani ndio ufunguo wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Ukiwa unaomba kibinafsi, ukiwa unaingia kwenye nyumba ya Mungu au unafanya maombi ya kibinafsi, ufunguo unaopaswa kuutumia kuingia kwenye uwepo wa Mungu ni shukrani. Haleluya. Naomba unisikize kwa makini sana leo. Kwa makini mno. Ndio maana wakati mwingine wanasononeka nikiona tupo wote, ili niwafundishe vitu vyote hivi tukiwa tuko wote. Haleluya. Ili siku ukiwa unafeli nisidaiwe kabisa. Sema amen. Amen. Siku ukiwa unafeli mimi nisidaiwe kabisa. Shukrani ndio ufunguo wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Siku ile wakati nawafundisha wiki 2 zilizopita kuhusu uwepo wa Mungu, nilikwambia ningeweza kukufundisha kama muda ungelitosha au kama ningeruhusiwa, jinsi gani ya kuingia uwepo wa Mungu. Haleluya. Na jinsi gani ya kuutunza uwepo wa Mungu, jinsi gani ya kuingia na jinsi gani ya kuutunza specifically, yani kila kitu kimoja kimoja. Na sikupata kibali hicho wakati huo, lakini leo nina mshukuru Mungu kwamba amenipa neema angalau nikufundishe kipande kidogo tu kwamba kuingia kwenye uwepo wa Mungu, access, kitakachokupa access, yani ruhusa ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu ni shukrani. Haleluya. Zaburi 100 mstari wa 4 na 5. Zaburi 100 mstari wa 4 na 5. Mstari wa 4. Zaburi 100 mstari wa 4. Soma. Ingieni malangoni mwake. Jinsi gani? Kwa kushukuru. Yaani mnapoingia kwenye malango ambayo mnajua humu ndiko Mungu aliko, mnatakiwa muingie kwa shukrani. Kwa kushukuru. Yaani ukijua kwamba hapa ninapoenda Mungu yuko, basi unaambiwa jinsi ya kuingia hapo ni kwa kushukuru. Watu wa Mungu, jinsi ya kuingia mahali ambapo Mungu yupo ni kwa kushukuru. Naomba nifafanue kwamba tuna malango ya aina mbili. Tuna lango la kiroho na lango la kimwili. Haleluya. Amen. Lango la kiroho ni lile lango la ndani, kule ndani yako wewe, ambapo wewe mwenyewe hukutana na Mungu. Ndani yako wewe, kule ambako wewe mwenyewe unakutana na Mungu moyoni mwako, basi nitumie hivyo. Yesu anasema bali wewe usalipo, ingia hadi chumba chako cha ndani, funga milango, ingia chumba chako cha ndani.
Chumba cha ndani haina lazima kwamba lazima iwe ni mahali ambapo ni ndani ya nyumba. Inawezekana ni kule ndani ya moyo wako, kule ndani. Ingia kule, zungumza na Mungu kutokea kule. Haleluya. Sasa ukiwa unaingia kwenye maombi binafsi, manake ili Mungu aweze kuingia kwenye moyo wako na uwepo wake uwepo pale na muweze kuzungumza sawa sawa, lazima uanze kwa nini? Kwa shukrani. Unaingia kwenye hilo lango kwa shukrani. Amen. Haleluya. Amen. Naomba nisisitize, shukrani sio maneno. Shukrani ni hali ya moyo wako. Amen. Usisahau kabisa, shukrani sio maneno. Shukrani ni hali ya moyo wako. Watu wengi wanashukuru. Watu wengi wanaongea, lakini ni shukrani ambazo zinatoka midomoni. Huku moyoni unanung'unika kwamba Mungu, mbona hujanifanyia hiki, mbona hujanifanyia kile, mbona hujafanya kile, lakini mdomoni huko unasema nakushukuru Mungu, nakushukuru Baba, wewe ni mwema, unatosha, unaweza. Unafanya nini? Unafanya nini? Shukrani ni hali ya moyo wako. Haleluya. Shukrani sio maneno. Kuna vitu vikubwa viwili. Halo. Shukrani na ibada, yaani kuabudu ni hali ya moyo, na kushukuru ni hali ya moyo. Kushukuru si maneno. Maneno yanatimiliza kilichoko huku moyoni. Halo. Amen. Na nakwambia, ukimkuta mtu anayeshukuru, ambaye shukrani yake inatoka moyoni, utajiona mwenye dhambi sana. Utajiona hujawahi kumshukuru Mungu. Lakini ukimkuta mtu yuko na babwaja tu, we Mungu nakushukuru, we Mungu ni mwema, we Mungu unatosha, we Mungu ni mwema, umetuokoa, we Baba umetulinda, we Bwana, we Bwana umetusaidia, umetupa uzima, we Bwana ni mwema, we Bwana. Yuko tu hapa anapiga makelele. Hayo ni makelele. Halo. Hayo ndio yale ambayo Yesu aliyaita nini? Makelele. Nanyi msalipo, msiwe kama watu wa mataifa, msipayuke. Halo. Sala halisi, maombi halisi yanatokea kwenye kilindi cha moyo wako. Amen. Shukrani halisi inatokea kule ndani kwenye moyo wako. Sasa nataka nikwambie kwamba sio kila siku utapata jambo la kumshukuru Mungu kwalo. Naomba uandike kama unaandika, sio kila siku, au unajua hilo. Kama unajua sawa, lakini nakukumbusha kama unajua. Sio kila siku utapata jambo la kumshukuru Mungu kwalo. Sio kila siku. Lakini kila siku utapata sababu ya kumshukuru Mungu. Sio kila siku utapata jambo la kumshukuru Mungu kwalo. Mungu umenipa mume na kushukuru. Kesho utahitaji mtoto. Kwa usipopata mtoto utakosa sababu ya kumshukuru Mungu. Yaani utakosa jambo la kumshukuru Mungu kwalo, kwa sababu sasa hajakupa mtoto bado. Lakini utakuwa na sababu kila siku ya kumshukuru Mungu. Naomba niende taratibu tena. Naomba Mungu wakati mara nyingi niwe naenda pole sana. Naomba niende pole. Kwa hapa nisikuchanganye. Sio kila siku utapata jambo, yani manake jambo ulilotendewa na Mungu kila siku. Yani kwamba wewe utakuwa na jambo ambalo Mungu anakutendea kila siku ambalo linakufanya umshukuru. Amna. Kwamba kila siku
Leo nimenunua gari, Mungu amenipa gari. Kesho amenipa nyumba, kesho mtu amenipa mke, sio kesho mtu amenipa nini? Sio, yani wewe kila siku unasikia una kitu. Hakuna, haitakuwa hivyo. Lakini kila siku utakuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. Kila siku. Sababu itakuwepo. Unaweza wewe usiione kwa sababu umefumbwa macho. Lakini iko. Unaweza usiione kwa sababu hujui, lakini iko. Kila siku ni uhakika kwamba utapata sababu ya kumshukuru Mungu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa